Mi unaona history ya Ebola, mi naiona na design nyingine. Sioni tu ati wanatuletea ugonjwa. Mi pia naona, unaona tourist wenye wanakujaga Kenya watareduce. Na venye government ya Kenya they earn a lot through tourists. Tourist huwa inatupea pesa vizuri. So ni more than hata hizo zenye watu wanasema Trump alipea government ya Kenya sijui 3 million ama ni ngapi. So tourist inapeananga pesa mingi Kenya. So wao quarantine ya Americans kukuja Kenya itazuiria tourist kukuja Kenya juu watakuwa na ile uoga. Uko unasikia kuko na Ebola since patient wa Ebola wanatritiwa huko wa Amerika. Nayo Amerika haiwezi kubali watu wao wenye wako na Ebola wapelekwe huko. Ati watu leo from Congo wapelekwe Amerika. Na saa kuna World Cup na World Cup iko Amerika. Amerika hawezi kubali wa lose pesa. Unajua inamaanisha patient wao wa Congo wakienda Amerika. So Amerika kutakuwa na Ebola na kutakuwa na patient wa Ebola. So other people from other countries they will be afraid to go to see World Cup America juu wataogopa health yao wasiambukizwe Ebola. Lakini Amerika kutokubali patient wao waende wanatuona sisi tu ndio mafala ikuje Kenya. Inawagainia a lot of money through World Cup. Mafans wataenda huko juu wanajua America is Ebola free, hakuna Ebola. Lakini they are losing well America wana earn pesa through fans, football fans wenye wanaenda kuwatch World Cup. So sisi ndio tunaumia sisi kama wa Kenya. Sisi ndio tuna lose. Hata ndio hivi kitu kama hii government yetu ili reason ikaangalia how will it benefit us, how will it affect us, effect za hii Ebola au patient wa Amerika kuletwa Kenya ni mingi kuliko hata benefit. Hata although benefit hata sioni any. Uliona hadi jana Duale alipelekwa kwa parliament aeleze about history ya Ebola. Pia yeye mwenyewe hawajui, pia MP wenyewe wetu hawajui, anasema wao hawakuinvolve. So wanafaa waite Minister of Health akuje awaeleze. So kama hao wajui na ndio tuliwachagua waende watu wanapigana shida zetu, wanapeleka shida zetu, sisi tuko wapi we as Kenya? Mungu atusaidie. Viongozi wenye tuko na wao pia wao waelewi ama ni kujifanya wanajifanya. Me I'm very confused. So mimi wacha niwaambie history ya Ebola Kenya we are losing a lot. Hakuna tuna in fact itakuja obvious. Haiwezi kuwa tuko na quarantine huku alafu kukose ati kutakuwa na linkage ati Kenya tutapata. Tuko na nguvu ya kufight Ebola. Maneiba wetu wa Congo, Uganda wameshindwa nayo. Si wangeka hiyo quarantine place yenye kuna hiyo Ebola, si huku kwetu. Si huku kwetu hakuna mtu hata mmoja ako nayo. Surely hata kama hii ni wakati government inafaa iside with their citizen, si kuwe against their citizen. Mimi saa zingine naonanga our government ni it's our government na ni sisi tuliwachagua. Instead ikuwe side yetu most of the time ni kama iko against that. Me I feel saa zingine na feelingi vibaya kuwa Mkenya. Saa zingine yani tunafaa tujivunie kuwa wa Kenya, lakini government yetu inatufailingi. Labda ikuwe side yetu iko against us. Labda isaidi na wa Kenya iko against vitu zenye zinatuumiza. It's very sad. We are very disappointed as a country, as a citizen. Juu tumepigana, watu wamegoma. Sasa tutaishi kugoma kila wakati? Tunapigania right zetu. Kitu hata inaonekana ni correct, tunapigania right yetu, health yetu, bado tunagoma. Saa zingine government inafaa tusikize. Si kila wakati kuwa against us. Inafaa hata inachukua maoni yetu. Mimi nashinanga maoni zetu zinachukuliwa zinapelekwa wapi? Social media watu wamejaza. We don't want patient wa Ebola huku. Hakuna feedback tunapata yenye ina impress citizen. Zote zinatudiscourage. Hata niliona sijui Amerika ilisema ati watu wao sijui wasiwahi kuja huku, niliona mahali. So sisi hatuwataki as long as watuletei magonjwa. We are good. So Mungu tu atusaidie juu sasa tutafanya nini? Ni sisi tulichaguana, ni sisi hii shida zetu zote ni sisi tulijiletea. So Mungu tu atupe nguvu, tuvumilie tu, tujitie nguvu.